Kuna mjadala mkubwa sana kuhusiana na wachezaji wazawa, lakini pia namna ambavyo tunathamini zaidi wachezaji wa kigeni. Katika kikosi cha Young Africans, mtu kama Alan Okello katika kipindi cha usajili alitajwa sana, lakini namba ambao wanaocheza yuko Edmund John ambaye mwanzoni alianza kufanya vizuri. Kuna haja sasa hivi pengine coach Pedro pamoja na management kubwa ya Young Africans kumpatia nafasi bwana mdogo Edmund John, kwa sababu inaonekana hakuna utofauti kulinganisha na kile ambacho nakionyesha Alan Okello. Funga meza. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo amekuwa akifanya na vilabu vyetu hapa nchini Tanzania ni namna ambavyo wamekuwa wakiwapa thamani kubwa wachezaji ambao wanatoka katika mataifa mengine, tofauti na thamani ambayo wamekuwa akiwapatia wachezaji wetu. Sometimes sio kama hatuna vipaji hivyo, lakini kuna nyakati vipaji vyetu wenyewe tunavididimiza. Umezungumza issue nzima ya Edmund John, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora sana kipindi hicho na kikosi cha Singida Black Stars. Kila mmoja anatambua ubora ambao uko nao. Ameenda kujiunga na kikosi Dar es Salaam Young Africans, lakini ameonekana kukosa nafasi, na badala yake unaona umesajili mchezaji kama Alan Okello. Binafsi ukijaribu kuangalia utagundua kwamba Edmund John na Alan Okello hawajapishana kitu kikubwa zaidi. Utakuja kugundua kwamba Edmund John huenda akanamzidi vitu vingi pia Alan Okello. Ukijaribu kuangalia kasi, Alan Okello miongoni mwa wachezaji ambao wana akili kubwa mpira, lakini kasi yake ni ndogo, lakini pia uwezo wa kupiga chenga kwa haraka. Ukiangalia Alan Okello ni mchezaji ambaye yupo very slow, lakini ukiacha hivyo Edmund John miongoni mwa wachezaji ambao wana ubora sana katika kupiga set pieces, kwa maana free kick na kadhalika. Ni miongoni mwa wachezaji hao, na mara kadhaa kipindi hicho ni kikosi cha Singida Black Stars amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa akiwasaidia sana Singida. So unajiuliza kwa nini hivi vilabu vyetu vimekuwa na huo utamaduni? Kwa nini wameshindwa kuwapa heshima kubwa wachezaji wazawa, na kwa nini wachezaji wazawa wamekuwa hawapati muda wa kuvumiliwa? Kitu ambacho binafsi nimekuwa nikijiuliza. Mchezaji wa kigeni anaweza akaja asionyeshe kitu kikubwa, lakini anapewa hiyo second chance kwa niaba ya kuendelea kujiuliza na kujitafuta. Kwa nini wachezaji wa kizawa ambao tunaamini kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza wakaenda wakasaidia timu, lakini pia wanaweza wakaenda wakasaidia taifa, wamekuwa wakikutana na hizi zahama? Kwangu mimi nadhani kuna changamoto, sio kwa Young Africans, sio kwa Simba na sio kwa klabu yoyote katika ligi kuu soka Tanzania bara. Wamekuwa na hiyo itikadi ya kuamini zaidi kwenye dola kuliko kwenye shillings, na kitu ambacho binafsi na kitems kama ni ubinafsi na kudidimiza vipaji vya Kitanzania ya. Kwa wako binafsi, namna ambavyo unavyomuona Alan Okello na performance yake ndani ya Young Africans, hana goli lolote so far, lakini ana assist moja tu katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Kuna haja pengine kwa bwana mdogo ambacho alichokionyesha hapo mwanzoni mwa ligi Edmund John kurejea tena katika hiyo nafasi na kucheza, ama bado coach Pedro endelee kumwamini zaidi Alan Okello, huenda kuna siku imani yake itamlipa? Kuna nyakati mimi natamani kuona yule ambaye amekuwa akifanya vizuri katika uwanja wa mazoezi ndio mwenye kupaswa kupata nafasi ya kucheza. Mimi sio muumini wa kwa sababu ni Mtanzania lazima acheze. Mimi sio mtu wa hivyo. Mimi naamini kwenye uwezo, mimi naamini kwenye ubora wa mchezaji, ndio kitu pekee ambacho kinampasa kiwe kinaangaliwa zaidi. Lakini kwa namna ambavyo kuna baadhi ya wachezaji performance yao kwenye kiwanja, unaona kabisa yes, mbona fulani anaweza akaofa hiki ambacho huyu anaofa. Umeona, mbona huyu ana cha ziada? Yaani inapokuja swala, watu wanapaswa kutambua, inapokuja swala la mchezaji wa kigeni, timu ina riski kwenda kuchukua mchezaji wa kigeni, lazima awe ni X factors, kwa maana ni mchezaji ambaye ana kitu cha ziada ambacho ukijaribu kuangalia kwa wachezaji wazao hakuna. Lakini sasa hivi kumekuwa na utamaduni kwamba kwa sababu kuna nafasi ya kusajili mchezaji wa kigeni, basi yoyote tunaenda kuchukua tunaleta kwa sababu tu ni mgeni, kitu ambacho mimi binafsi sikubaliani nacho. Natamani kuona hao wachezaji wachache ambao wanaenda kusajiliwa wa kigeni wawe ni wachezaji ambao wanakuja kuleta impact chanya kwenye ligi, lakini kwenye klabu husika. Mfano leo hii walienda kuleta kina Chama, unaona uwezo na ubora. Kila mtu akikaa anasema kwamba huyu Chama ni mwalimu. Mtu kikaa kama wewe playmaker, mchezaji ambaye anacheza namba 10, una haki ya kumwangalia Chama namna ambavyo anafaje anacheza, kwa sababu ana kitu cha nini cha ziada. Leo hii ameletwa Djigui Diarra kwenye kikosi cha Young Africans, kila mmoja ana appreciate. Leo hii ukichukua mlinda mlango wa timu yoyote yule ukaenda kumuuliza namna ambavyo anamwangalia Diarra, anamwangalia kipa ina gani, atakwambia kwamba yes, ni kipa mzuri, ni kipa ambaye ukikaa una kitu cha kujifunza. Natamani kuona
kuwa wachezaji ambao wanaenda kusajiliwa kutoka katika mataifa mengine wasiwe tu mchezaji ambaye ukienda kwetu kule Samvula Chole unamkuta, ukienda zangu Marombo kule kwa ndugu zangu Wachaga unakwendana unamkuta. Sitaki kuona mchezaji wa design kama hiyo, kwa sababu unapofanya hivyo unanyima fursa pia wachezaji ambao wazao kwa imani ambao wanaweza wakafanya vizuri na wakaonesha kitu kikubwa. Kwa hiyo wachezaji wanaosajiliwa nje, kwangu mimi natamani kuona ni X factors, kwa maana anakuja na kitu cha ziada. Yaani anakuja kwamba yes, yani huyu anaanza, yani hata wewe ndugu yangu umekaa kwenye benchi ndefu unasema yeah, anachokifanya Pacome mimi hata nikipata nafasi, kwamba ushindani wa namba huo ni namna ambavyo mtu anavyojituma, anavyojitoa ndio moja kwa moja apate namba kucheza uwanjani, lakini sio ile mtindo ambao pengine kocha na wachezaji wake au kiongozi anapitisha memo kwamba lazima mchezaji fulani aanze, lakini ukitazama kiwango chake moja kwa moja kikidhi pengine na yule ambaye anayekaa benchi. Yeah, nadhani ndo maana yangu kubwa, kwa sababu tumeshashuhudia na tushakusikia wachezaji wenyewe wakizungumza kwamba kuna nyakati mchezaji anaweza kuonesha kiwango kizuri katika uwanja wa mazoezi, lakini bahati mbaya siku ya mchezo inakuja memo anaanza fulani. Kama yeye mwalimu anawekwa pale kama boshen tu, hana mamlaka kupanga kikosi, hana mamlaka kuchagua nani aanze. Sasa hayo ni mambo ya kizamani ambayo kwenye soka la kisasa yameshapitwa na wakati. Eneo la ufundi alipaswa kuingiliwa na viongozi. Wao viongozi ni kufacilitate baadhi ya vitu, kama kunatakiwa zitoke posho, kunatakiwa ikitoke, kuna mchezaji kapata changamoto ameumia anapaswa kupelekwa nje na hivyo. Lakini eneo la kiufundi, nani acheze, nani asicheze, nani acheze hapa, nani acheze hapa, libaki kwa mwalimu, ili mradi taaluma ya mtu isiingiliwe. Lakini swala la kwamba mazoezi mimi mvunja kuni funga meza na uwasha kweli katika uwanja wa mazoezi, alafu kwa sababu ndugu yangu ametoka katika taifa lingine na analipua vibali vya uraia hapa vya kuishi hapa na vibali vya kazi, sijui analipua nini, kapangiwa nyumba nzuri ya kukaa, kapewa gari la kifahari, ndo anapaswa kuanza kuliko mimi. Nadhani kwangu mimi haijakaa vizuri na imekuwa ikishusha sana morali ya wachezaji wa kizawa, na kiasi cha kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa kizawa wameshakata tamaa. Yaani leo hii mchezaji wa kizawa akisajiliwa kwenye kikosi cha Simba Yanga anaamini kwamba yeye ni mchezaji ambaye ataenda kukaa benchi tu, kikubwa yeye anapata posho yake. Sasa ile inapoteza ile ladha halisi ya ushindani katika uwanja wa mazoezi. Yaani ukiwa unafanya mazoezi mchezaji alafu hauna matumaini ya kucheza, hauwezi kuperform kwenye ile level, na kama huwezi kuperform kwenye level ya juu, ina maana hata yule ambaye unafanya naye mazoezi mchezaji wa kigeni hauwezi kumpa challenge kiasi cha kwamba hata kama ana kitu cha ziada kiongezeke, ili mradi anapopata mchezo ama kwenye mechi akafanya kitu bora zaidi ya